Ye Nensoko TV. Oboros. Murigelia Wensoko TV ni mwambie ndengi ya yeri tukeriga alia 15 somutinyu kanu mwaka bwechile fuibere 25 na rimuno kugera kwa rebuna kwa bokire bya kwa genderero bya aseritko eriga lia Jumatano na boigo no gendere tukubate mirobere yonsi Ensoko TV kuro chinsa 12 chike mambo ikaraboni ngana ndicheragere chinsa enye nechiraika nkeigo chia etire igorungo kwarigania somurobero yega bwetero binigo chakarabona wika chinsa isano ne muchia bona mupasa soko kwandira soko murekera na boigo koligerelia alia gendere to kwarekana ase mambia bona ya etire na boigo ayara chikubwati atasangaso bwamo wetera senchera yo mutandao gwekerero Facebook na boiga sesemeria YouTube Ensoko TV na bema wasiliano ase ujumbe yago enyengenigere notisano na ibere isano na isato isano ne momara gatano omwero beka isato chaka so bwamo go chakarbono go ikomwerio eliteriane Ishmael Mogere. Muchakane mambia bono maiga ye kiombe kia EPRA koralia rigori ria mafuta ria petrol erio ria mentre ase shilingi ya 29 senti 69 diesel a shilingi ya 40 senti 30 chinga kia yeta ya tigaire atauncho iri petrol bono nigo around wa shilingi chimia ibire ne shilingi chimia ibire shilingi sano nemo ne senti chimia kia na isano na ibire diesel nigo around nigo shilingi chimia ibire shilingi sano nemo ne senti 30 na isano na isato na enye na yetaya ni gara ngo shilingi 100 na 50 na ebire ne senti shilingi ne senti 50 ebire ne na ita senti 50 ebire na isano na isato korengana no kurali wekiombe kya EPRA buna yararire chinga kechiwego nigo mubunge bwensemo ye bunge ya Kiharu ndindi nyoro ni gairere buna ebintu bitatu nigo biganiri ko korekana erio ebyo bire gutwara chi subsidies ko keya VAT na boyo ko keya fuel levy erio koruseria aba Kenya omuzigo bune yachakire kororekana emambia yabono wetrase sector yobosombi. The government has said all the time since 14th of last month, but now they are helter-skelter in the last day. They are still consulting up to the last day about how to set fuel prices in Kenya. That the people in government have all the time to be on top of vehicles campaigning when other governments and other countries are being prudent enough to address the issue of fuel prices in a manner that is humane. Our government has not found any urgency, and today being the last day, they are still consulting. That is truly disappointing, and it is very insensitive that up to the 14th, they are waiting for stations waanze kusoma taarifa leo ya saa moja. A few minutes before that time ndio watume ujumbe. Hii si mambo ya kutuma ujumbe na karatasi. This is a matter that befitted the entire government to talk to Kenyans about what is happening. Na kabla waambia wa Kenya maneno yoyote kuhusu mambo ya Iran, the government must also take responsibility that they have a 50% chance on influencing fuel prices in the pump. Because the pump prices that Kenyans pay, 50% are made up of taxes and levies. And therefore, Kenyans will not accept, and let me underline here, and let me start by saying this. The stability of Kenya from today is in the heart of the decision that the government is currently consulting to communicating to Kenyans. And Kenyans will not accept anything, any sentence with the name Iran inside there as a scapegoat. Before the government communicates how much subsidy have they
provided to the Kenyan people. Secondly, they must reduce VAT on fuel products. And number 3, the minister in charge of transport must give a gazette notice immediately on lowering and reducing the fuel levy. Kwa hivyo nyinyi watu ambao mko serikali, sisi tunawapea mawaidha free. Mchukue, msipochukua, hata msipochukua leo, wiki haitaisha kama hamujafanya kile Wakenya wanasema. Ya kwamba msiambie Wakenya tu story ya Iran kabla hamujapeana subsidy, kabla kodi ya VAT ya mafuta haijapelekwa chini ama kuondolewa kabisa, na kabla waziri wa transport haja reduce fuel levy. Tafadhali mchukue ujumbe haraka haraka, na kwa sababu muna consult, ni vizuri mjue Wakenya wamesema hivyo. Mkiconsult nyinyi watu wa serikali mkiwa na suti kwa maofisi, mjue consultation ya Wakenya inaendelea. Na consultation ya Wakenya ni kwamba msituambie mambo ya kuongeza mafuta bei kabla hamujaweka subsidy, na kama hamujaondoa kodi ya mafuta ya VAT, na kama hamujateremsha fuel levy. Abo bise 50 bobokoreria se county ya Nyamira nigo bakurire konyora maigirio korwa Forest Law Enforcement Academy nsemo ya Londiani county ya Kericho na konyoro gwanchirwa eriguchigo chaka obokoreri bwabo bene moyego yo nigo raitwe no mokonyi bo mokomane bwekiombe gya Kemfrey Wilson Lebo na boigo omo CEO bwe college yo Apollo Mwadiga. Asa Maria Tangor ko Margaret Moreka omo enforcement koru Nyamira county igongwa kera. Kwanza kabisa igongwa kera governor yetu Amos Kimoinyaribo mbuya mono ase ogotoira training yeye ekegera gwetere training yeye twarandie ebintu ebinge mono egente getang'ani twanyore kuranikorwa training twanyore discipline twasomi gumuna tutakeire kuhandura abantu iskoge muna tokubashugurikira ebintu mbali ekero twachete training yeye ntwabwate obwoba obonene mono tokabanga chinde chego sa tutagete koirana seito lakini ekero twegete gaiga abasigari abagaiga na batwegetange bagatokwanera ekoringana twabatetinge emyaka ito ntokonyara kabatoko minyoka tokonyara kabatoko boka chinza chiri tokoboka komambi kobeka chima chipiro enda emetwabuna abakungu bare morito twaminyoka egetino nyemara 50 rabo twabete togofumiria tokaminyoka mara 50 twaboka twagende road run togakora byonse bitokoerigwa mangitebu tokamanya left right tokamanya about turn in mark time ebyonse bitokoegeru tokamanya quick mark time ono igotogoteba ngambu yamono ase ecology ya Londiani Raw Forestry buyamono batosomirie ebintu ebinge nande buyamono na keire director yito ya enforcement onchiri mbuyamono ase ebintu atokoreire nabeteko bagagotogorera chi tracksuit agatogorera uniform agatogorera ebikoroto nabo batwegetange na chief yaito Madam Masi mbuyamono ase ogotoika gwagwetegetange nabo kwabeteko goteko bagotogo feast kere wiki kwamanyana kitogenderete lakini nabo twanyekorire twakire mbuya. My name is Dr. Matiang'i John. I'm a Minister for Gender, Sports, Youth, Culture and Social Services. I want Asai out here to request you, because the director has placed it upon us all, as he spoke, that we want to train more of our enforcement officers so that they can be professionals, not like the way they have been. They can tell you the stories of what they have been in the past. And we hope that if we request you to give us these officers to come and train our band, you will allow them. We'll be able to feed them and do what appertains to their stay while they're in Nyamira, so that we can have that. And proudly we want to tell you, Nyamira is going to be the first county in Nyanza to have a county anthem, which has been done and it's now going to be taken out to the public for public participation before they start playing the county anthem as they'll be trained by the officers you'll give us. Thank you. May God bless you. And I know one day Our Excellency the Governor will also come around here and have the taste of what you have been doing. God bless you. Thank you.
Amarieta Dr. Masimura Mutanya, the Chief Officer, ya Department ya Public Service Management, ase timu ya Enforcement Officers bakobera. Rero tuli no mogoko mone kiagera twachire gucengera na baragwo ogukora kwabo we course batch tiger basomire 1 month. Yabeire course ya basomire ebintu ebiya ekemo kyabo discipline ne kende kyabe ngencho bakwebanga ne ngenchende ya gukora igasi naende mono bachire begeribu na kibaho cha gotokonya ase bango igase igongo akero umugabano itu Governor His Excellence Amos Nyeribo asokwerwa osomia abantu in any training ende yonsi abantu ababona ngo chikora tore change nabagendete kwebanga iga mnoroche mubango mbiyole nabarabo bono nonyene bango ngo wakikishira umugabana n'abantu baitu banyamira buna ama change nechikororeka nororo naende gabana na promise tuna ngoretara abande emia kogenda egere tonyore transformation engima ogochenchi okogima pi ase abantu abonsi mbuya mono abantu baminto mutobwatsi ase enginchi yoko egeria abantu aba masomo egere nabaro bamanye egasi na kibagokora mbuya mono. So congratulations to the teams for Nyamira and Nyeri. I really appreciate the partnership that you built together, and as expressed by your leadership, we are really ready to work together. We are ready to undertake any training that you might require. For Nyamira, if it's the band issue that maybe you need to build some capacity, we are ready to support. The CEO of this institution, Mr. Mwandiga, for their courage and having instigated the courage in me when I was preparing for the Nyamira team. I told him there are a few things here and there which have not been completed for me to bring my officers to this college. He told me, bring them as they are. And that is why this training has become a success. We have been going with him on day-to-day basis, seeking advice, and he has been assuring the county team that at whichever cost, the training will go on and the training will come to an end as it has come today. Thank you, Commander Mwandiga, for having been with us. Where there have been issues, you have been ready to solve them. At long last, we have come to the end of this training today. For the graduates, let this be a change in your life and at your place of work. We have had Nyeri County and Nyamira County training together in this institution. I hope we have cultivated, or you have cultivated, the relationship between yourselves that will make you to do a reference where you did not understand the issues properly. We are partnered with the national government, and we will continue partnering with this institution. For the remaining officers that we have in Nyamira County, we will ensure that they will be trained in this institution. We are still in the process of ensuring that we will be able to have another 50 officers. These having been the first cohort from Nyamira County, the second cohort is just on the way. Asamartangro kono koi bore ngonde mo enforcement officer ku Nyamira County.
ro twabwate pass out yakorekana rondiani twabe rondani ya somo tunywa momogima togo train ya na kitoko chikoandura abantu isiko ngaringa twaje tachitari kyaenge combination bari mbaga iga pamoja na management ya to welcome ribia twakore gasi korekana ngorenga enforcement bonsi bibara iga mbama tina kibashi kwandura abantu nga revenue yari konyeta rigocha twasoma tuna ki revenue chikaba corrected yakaba yokina mono mando some tuna kitoko rate na public tukasomigwa ebintu ebinge ebitochi tokorusia abona iga tochikotumeka ochinga Daniel Nyagara Mobiero ninde no mogoko monene sengencho serikali yetu ya Nyamira yang'ali bageri gose yatwali bageri asogo toreta iga ase college ya Forea kwegera mafunzo ya paramilitary training unangorigereria mafunzo atokonyire wega tochikonyana na Nyamira yetu county mang'ana enforcement ntwarengenza akere kibono twasomire twamanyire tuchikomanya ngendo ngabono revenue correction yetu ya Nyamira kuikechi koba iguru sengeto goikato chikokore gazi asenjerere ngia ande ntwasomiwa mang'ana yokwana no bantu baito no bwasiore no kwamana abantu baito bia bone nje twarakore gazi yetu kare kaetengwa kere gabana yetu mbia mona asengeje yarigereretie igatotumaga igabona twamenye skills chonzi ibyo kore gazi yetu ne enforcement training ya ron tu atema twarikoboka chinza kianda iga twaminyoka chiturire twaminyoka okominyoka rene morning run twara na igarende twakora bintu bikaiga twakora fatigue ikor kunga manyo twaenda chiturire twaru chiturire ntwagwata bagendo goroga nga kominyoka kwa mubaso yo fore ara tokore gasi ngia atobundizire bintu bingi naboko ire chance nero koba kushukuru forest college tigangiriri bageri aso gwagere Omorugi bw'omurai bwense Rachel Ruto ni gariganirie na gusangana aborokiwa emerongo kianda na batano abo bakonyora ogosirwa kisemi gwetera Ruto Family Foundation na boigo Mark Foundation ase nyombene na yoburai bwense Nairobi aborokiwa emerongo na batano abamura go bagosirwa ne familia y'omurai bwense Ruto na boigo chinga kia aborokiwa bande emerongo na batano na babere bakonyora ogosirwa na Mark Foundation Rachel Ruto nigo boigo akwanira ubuya bwo kugeka ase kisemi bunenchire yemo yokugendera gose nchira moyo kugenderea na boigo guchenchia ense guchiase amatuko yankyo. To the students, as a former teacher, I know the power of the classroom to shape destinies. Walk in with confidence, study with discipline, and dream without limitation. Through this scholarship, you have not only been given an opportunity, but entrusted with a responsibility to rise, to lead, and one day to lift others as you have been lifted. Let me repeat. And one day to lift others as you have been lifted. And as you go forth, may you carry this truth in your hearts, that life is both a gift and a responsibility. As scripture reminds us in Luke chapter 12, verses 48, to whom much is given, much will be required. You have given much opportunity, belief, and a chance to rise. Now go and be worthy of it. May you walk in wisdom, grow in strength, and shine as a light wherever you go, so that others too may find their way through you. Let this be the beginning of your purpose. Educate Linda, with Linda meaning beautiful girl in Spanish and also a common word in Swahili meaning to guard. Both Educate Linda and Educate Lindo ensures that deserving children are identified, supported, and given equal opportunity to learn, grow, and realize their full potential. We must be intentional about restoring balance
in our conversations on empowerment by ensuring that boys are equally guided, mentored, and supported. By investing in their education, values, and well-being, we are shaping responsible young men, strengthening families, and building a more balanced and inclusive society for generations to come. Ladies and gentlemen, as Yuzai, the youngest Nobel Peace Prize laureate, said, one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Today, we have given these boys and girls more than books and pens. We have given them belief, and belief is what sustains dreams. To the parents and guardians, today belongs to you as much as it belongs to your children. You have endured sacrifice, held on in moments of doubt, and believed in them when circumstances made it difficult to see the light ahead. And today, that faith is being rewarded. Your belief has met opportunity, and it now stands before you as a future full of promise. To our partners, both at Mark Foundation and the Ruto Family Foundation, thank you. What you are doing here will not remain within classrooms. It will live far beyond them. It will echo in homes, shape communities, and help define the future of this country. Years from now, these students will stand tall as surgeons, lawyers, nurses, engineers, teachers, pastors, farmers, and leaders. When you educate a girl, you do not simply teach her. You awaken a force that can transform families, communities, and generations. Today, 47 girls, one from each county across Kenya, carry that promise. And to you, our girls, you are not just recipients of support, you are the seeds of change. This program is not just covering fees, it is clearing the path before you and declaring that your future is greater than your present. As Michelle Obama once said, when girls are educated, their countries become stronger and more prosperous. That truth is alive with us today. It is reflected in each of you who carry not only your own dreams, but the dreams to shape families, communities, and ultimately our nation. As the Minister for Gender, Culture, and Children's Services, I must tell you that I serve in one of the best ministries. The ministry, we call it the Ministry of Software, where we deal, thank you, where every day we are dealing with gender. Gender is men and women in a culture where they bring up their children in the way that they should be. We read, I remember when I took an oath, I was given the Constitution of the Republic of Kenya on one hand, and I was given the Bible. And it has made sense to me that every day I have to read that Constitution and I have to hold the Bible to pray for the children of Kenya. And I want to thank you, our partners, for coming to support the work that Mama is doing. I've gone round with her in Kenya as she gives out shoes. She has people who are working in the kitchen garden to ensure that the children of Kenya are given the best nutrition. And listening to your speech, Chair and Chairperson and Senator, what you are doing is exactly what Mama does every day of her life. Taking care of the children of Kenya, ensuring that they are fed well, ensuring that their medication, for those who have hearing problems, she goes all the way to ensure they are given Cochlear. Is it called Cochlear? Cochlear. For those who have hearing aid. I've participated in a program where some children who could not hear a sound finally could hear their mother say, "What is your name? I'm your mother." You know, those kind of things. Mama, thank you so much for the great work that God has used you to do. Students, parents, and partners, thank you very much for being with us. And this is a great
meeting for us because we see and witness firsthand the impact of Educating Linda program and the scholarships in partnership with the First Lady of Kenya in all of you. She always insisted that all the programs has to go to the 47 counties to cover Kenya nationwide, to treat them all equally and to get the best of you so you can reach your potential and also achieve your dream. So all the girls here, the students and the school girls, please don't be scared to dream. Don't be scared to achieve your dream. Study well, have passion for your study, because educating you means that your family will be stronger and more powerful and wealthier. Your nation, your community, everyone around you will benefit from this education. Therefore, we are very much focusing on girls' education because we believe this is the best investment on the global economy. If the girls are educated well, they know their rights, they do well their duties, and they support their family better, they support their nation better, and then the economic and the social development of the whole country improve and become prosperous and wealthier and healthier and stronger. So please, please do not hesitate to take your study seriously. We have 47 girls that we're providing scholarships. Asense mwende abakora emirimo ase sekta ya uchumi y'ebintu byaroche gwetire kiombe kyabo kya Seafarers Union of Kenya mbirero bare maiga y'abakora emirimo koba asegeka kyemetinyi bataranyora engeri yabo. Aya nigachire kinga kinse ya Kenya agendera tukugeka monase uchumi y'ebintu byaroche burenchira yemo yo kwenyorera abange emirimo mona basaye abo batari n'emirimo imeyense. Kesi ya kwanza ikiwamo ya fishing vessel Tijara. Tijara iko na mabaharia ambao ni wa Kenya na foreigners. Tijara wafanyikazi pale ndani hawalipwi. Wafanyikazi kutokulipwa ni against sheria za maritime na hata za fisheries. Sasa tunashangaa Kenya Maritime Authority kama regulator, inakuwaje mabaharia wa Kenya wanatesekea kwenye maji yao na wale ambao si wa Kenya pia wanakuja wanateseka kwenye maji yetu? Hii ni masikitiko makubwa sana. Na kando na Tijara tuko na Kivu. Kivu imekuwa ikileta malalamishi kuanzia Disemba pia. Paka saizi mabaharia walifanya kulipwa mapeni kidogo. Paka saizi hawajamaliziwa mapeni yao. Lakini unakuta ona wa Kivu Spia 2 paka saizi hajaonyesha hera ya kulipa wafanyikazi. Na mimi namuomba Waziri Ali Hassan Joho, haya maneno hayaendi vizuri. Hatuwezi endelea hivi kila siku waziri. Mimi nakuomba pale ilipofika zungumza na wale watu ambao wako kwa hizo ofisi zako. Jaribu kuuliza shida ni nini. Sisi kama mabaharia tunahitaji haki zetu. Na kuomba mshahara ni haki zetu za kimsingi kulingana na katiba ya leba na hata za kimataifa. Kwa hiyo bwana waziri, mimi kama katibu wa hichi chama, mimi ningependa kutoa makataa ya siku 7 kwa wale ambao hawajalipa wafanyikazi. Na tunasikia hivi karibuni Tijara iko tayari inataka kuondoka. Lakini ile meli tuliandikia Kenya Maritime Authority, meli iweze kuzuiliwa, isiweze kutoka mpaka wafanyikazi wetu walipwe pesa zao zote. Wafanyikazi hawawezi endelea kufanya kazi kwa mazingira ambayo hayaridhishi. Na huyu mwenye kusimamia hizi meli, kuna Tijara, kuna Kivu, kuna Ocean Eagle, Ocean Sniper, zote zinasimamiwa na mtu mmoja. Na ukiangalia huyu mtu mwenye Kenya Maritime Authority wanajua hana vibali. Kwa nini iwe hivi? Kwa nini huyu mtu mmoja awe anasumbua? Kwani yeye ni nani? Ama yeye ni mtoto wa nani? Na swala lingine bwana waziri, kuna mabaharia wetu ambao ni 9 wameshikwa, wako Kilwa, Masoko na MVC Mfalme. Hawa mabaharia wameshikwa kuanzia tarehe 30 ya mwezi jana. Paka saizi hatujajua hali zao ni vipi. Mara ya mwisho tukizungumza nao ilikuwa hata chakula hawana. Nadhani hiyo habari pia iko Kenya Maritime Authority. Kwa hiyo tungependa waziri, ili swala pia liangaziwe kwa undani. Hawa wenye hizi meli, mwenye kutoa license na kufanya registration ya vessels kuoperate bado ni KMA. Kwani KMA kuna nini? Huyu mtu mmoja ambaye anafanya registration ya hizi vessels, ni inspection kuwa haendi kufanya ama shida ni nini? Na kama basi kuna upungufu wa wafanyikazi,
basi serikali iweze kuajiri watu wengine ili haya masuala yaangaziwe. Tuko na meli moja ambayo inakuwa owned na a certain Chinese, Mr. Yellowman I think. Inafanya construction Lamu Port, inabeba vyuma from here to Lamu. Na huyo naye pia anafanya kazi bila license. Kenya Maritime wanajua, pia tushawajulisha na tuliwajulisha kitambo. Mume wangu ndio baharia aliozuiliwa Tanzania, na kutoka waliposhikwa hiyo tarehe 1 mpaka dakika hii hakuna mawasiliano yoyote. Ningependa kulingana na haya ambayo yamezungumzwa hapa ama yameelezewa ni ukweli. Kwa hiyo ningependa waziri wetu Ali Hassan Joho huo utatushughulikia. Maana saa hii wazendo hao walienda huko, tutasema wameenda kutafuta, watoto wanasoma na saa hii shule ziko karibu na kufunguliwa. Tunangoja pesa tupelekee watoto shuleni na wao wamezuiliwa ndani huko. Sasa hatuelewi tutafanyaje. Kwa hiyo ningeomba serikali itusaidie, wasaidie wale mabaharia ambao wako ndani waweze kuachiliwa na warudi nyumbani. So we are actually requesting that if the CS Ali Hassan Joho can intervene and make sure that everything is working the way it's supposed to be. And then just to speak on a few issues regarding the youth in Kenya, right from training to certification and even getting the jobs, we are asking for transparency in the maritime sector because we don't know how selection is being done. Then we're also having another issue in regards with support from Kenya Maritime Authority. Training in Kenya, specifically in the maritime sector, has been abandoned. It has not been recognized, it's not being supported, and we really ask the Kenya Maritime Authority to intervene and support the youth in Kenya to get their training. We do have the revolving fund that used to be issued some time back, but it came to a point whereby the funds are not being released. Bure nchirayemo yokwere kibuna chindoche nchiraroro gose chindoche nchirao chindabuna boyego chitabwati chinsana nigo mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja kubwatira noboteneli kurwa senyumbene ne yobora bwense Nairobi nigo Sakaja arero muroberi obwo kobeka bimanyererio eri guchia gotagura enyasiere angenorocherwa kirishwa kubwa aya nigachire mugigajo muri bwense Dr. William Samuel Ruto kwa remeroberio yogochena oroche rwa Nairobi ase county eyeiga. We received a notice that the team, the commission, will be visiting State House, and I was guided that we need to support the whole process, and that is the reason why when I was informed about your coming, we prepared to ensure that you are guided to the areas that are of your interest, and that is the reason why we are here. We are guided by the notice as State House, and as you remember, Your Excellency, His Excellency the President spoke during his meeting with the County Assembly in your presence, and he committed that he will be at the forefront to support this process. So we are also committed as State House, and we want to lead by example to ensure that the riparian land is restored. So thank you very much, and we will abide by the notice. For the benefit of our future children, the benefit of our country, and I think we are heading in the right direction. And please, let's move together. I also want to thank the owner of this facility for having allowed us to come. The Secretary Administration here has been waiting for us. Thank you very much for that. And I think once we finish the process, we will be continuing with this exercise, and ours is to request everybody in the country to support the program because it is for the benefit of everybody in Kenya. And you will be seeing us around both sides, and we want to complete within the course of this 2 weeks. The whole of this Kirichwa Kubwa, we want to complete. So we just want to tell Kenyans, those who know we are already here, they are already within the riparian, please move out before we come. Previously, all efforts were aimed at the areas downstream where you have informal settlements. And they kept asking, what about Lavington? What about Westlands? What about Kileleshwa? We're in State House. And so everybody will be treated the same because it's the same river.
you know, and we want it to have its integrity. Remember, we're doing river training. We're doing constructed, you know, wetlands. We're doing weirs, you know, and at various stages, at various different stages, there's recreation. If you look at what we've planned at Chiromo, what we've planned at Globe, around about, what we've done at Kamkunji grounds. But the highlight of it is a 1.8 meter by 1.8 meter, 54 kilometer sewer line. We know the challenges we've had in this city on issues of sewage. That 1.8 meters is my height. I'm 1.83, 6 feet tall, by 6 feet tall. It will cover the sewerage demand for the next 50 years for Nairobi. So this is work that, you know, there's no way the county could have done on its own. It is work that we're really grateful for because we're securing the future. Now, many people have been asking, all these high buildings that are coming up, what is the plan for water and for sewerage? All of these connections, lateral connections, are going to be done to that major trunk and to the current existing trunks. We have the budget for that. That is part of the work that we're overseeing during this cooperation agreement. So that, yes, we need to densify our city, but we must provide the associated infrastructure that is required. Otherwise, we end up having urban sprawl. Urban sprawl is very bad for the, you know, for the environment. In fact, you'll be shocked. Most people do not know. If you look at a heat map on climate action, the greenest part of New York is actually Manhattan, which has the highest buildings, because people can walk from one place to another. There is less use of energy. There is less pollution because of densification, you know. So that is what we're doing. We're going to go all across. There is no sacred cow. If State House itself will be moved, then there's no, I don't know if there's anyone, there's no more senior person or protected place, whether it's an embassy, whether it is a church, whether it is a disco, everywhere that is on the river will have to do the right thing. Biamano asoko chore Soko TV oboroso bwomugusi na boigo kubwati umurubiri yagurwa umuchakano nande bunaboni gatoka ndreta sabona niko tokurasio miri chiduka na nyume yose miri chiduka ningirane na yanda mange toskare ne TV yao. Eye nen Soko TV oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika
Autobot Kenya Limited no tuli gigiga asingin chao. Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi. Chipetiri uratumia asigari nke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Magega ya televisheni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kirugo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana majia. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana majia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oburuso bw'omugusi. Kera kama tingatara gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngaroromo ijana umozu batera mabwari Muligeri bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyandagita asekerugo orambulete emirundo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya akina kinde buya ekera na chiwe ke buya kasta ngachaka ngotefera po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori
kila litukula Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bw'igekoro gito hasa kumera nabaga kaba samwerere nabuigabangi nabanyika Iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nijega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawe nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Karibu naende mwancho mwirigereria erituendera kwemanya mange emambia yabono ase taru eritukoria gatatu yomuraigwense Dr. William Samuel Tasoro ngorwa gusini emambia yabono achaka kurwa sensemo ya bobase abwo ase achakie benu bwagachi bwepara ya Sameta egetuki ime county ya Kisii nabone gabona tukokwana nigaikire asensemo ye bunge ya South Mugrango abwo ase bono arachigo chakyo bwagachi bwepara yetago ekona geteri naboigo nyamaya abwase gwikira boni gagendere tukwana kare amo nabraibande yamaseyemo gwika asensemo yetago egotoka imensemo yebunge ya South Mugrango turarigirina nariaya agendere tukurwa sensemeyo abwase muraibwensa ko igore para yetago ekona geteri amo na nyamaya. Kenya hii tuunganishe wananchi wote. Ndio mnaona mimi nasimama hapa. Simba Arati huyu gavana wetu yuko hapa na sote tumesema tunatembea pamoja na chief wetu bwana Osoro. Mnasema tuungane ama tutengane watu wa Etago? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane sote jameni, tuungane. Si ndio jameni? Tuunganishe Kenya iwe moja. Ndio mimi nawauliza wale viongozi wengine, wacheni ukabila, wacheni chuki, wacheni migawanyiko, wacheni ubaguzi. Walikuja huku Kisii, wanakuja na matusi, wanatukana wabunge, wanatukana governor, wanatukana nani. Hawa watu agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, agenda hawana. Yao ni matusi, yao ni ukabila, yao ni chuki. Lakini mimi nawaambia ndugu zetu watu wa Kisii, nawauliza viongozi, kila kiongozi si anapimwa na ile kazi amefanya? Ama mnapima viongozi namna gani? Si kila mtu anafanya kazi? Si mtu ajenge barabara, ajenge shule, aunganishe stima, ajenge soko? Si hivyo ndio mtapanga viongozi? Wale wa matusi,
Kuna mahali ya kupima ratili ya matusi? Kuna mahali ya kupima vile mtu anaweza kutukanana? Hawa watu tutawazamisha asubuhi na mapema, kwa sababu wale watu ni mafala, hawana akili, hawana mpango. Ama mnasemaje jamaa? Kama wangekuwa na agenda, wangewachana na matusi. Kama wangekuwa na mpango, wangewachana na kuitana majina. Kama wangekuwa na mpango, wangewachana na mambo ya ukabila. Lakini wanakuja hapa wanasema nyinyi wa Kisii, nyinyi sijui wa Ujaluo, nyinyi sijui nini. Mambo ya matusi, mambo ya upuzi. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi wa ukabila na chuki hawatapata nafasi Kenya hii. Mimi nikiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote wa ukabila na chuki na mambo ya matusi hawatapata nafasi katika taifa letu la Kenya. Ama mnasemaje ndugu zangu watu wa... Tuendelee na kazi? Mnasema tuendelee na kazi? Wale watu wa matusi tuwachane nao? Ati wale watu kazi yao ni matusi kutoka asubuhi mpaka jioni. Sijui William Ruto, sijui nani Kasongo, sijui one time sijui nini. Mimi nataka niwaambie hawa wa Kisii, watu wa hapa wananijua mimi. Hawahitaji mambo yenu, hawahitaji nyinyi kuja kuwaeleza. Kwani nyinyi hamunijui? Si nimekuwa hapa Etago mara nyingi? Ni kweli ama si kweli? Mnahitaji wale watu kuwaeleza ati mimi ni nani? Nyinyi kwanza hamujulikani majina yenu. Kujeni kwanza hapa mujitambulishe. Nyinyi ni kina nani? Mumejenga shule wapi? Mumejenga kanisa gani? Wapi barabara yenu? Mumeunganisha stima wapi? Ama namna gani? Wawache kuja kujifanya hapa atu wanaeleza mambo ya Ruto. Nyinyi jielezeni nyinyi wenyewe kwanza. Hamujulikani huku. Ama namna gani? Kwani wale watu mnajua? Si wale watu ni watu wa fitina tupu. Mwingine amekuwa naibu wa rais miaka 40, hajafika ajui ya kona iko wapi. Hawajui Etago iko wapi. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Alafu anakuja hapa na kiburi mingi, na matusi mingi. Hawa watu wataona cha mtemakuni. Ama namna gani bwana? Etago hoye. Etago hoye. Wale watu mnawajua? Si ndio? Watu agenda hawana. Maono hawana. Mpango hawana. Sera hawana. Hata akili. Kama wangekuwa na akili wangewachana na matusi na ukabila, waeleze sera yao na mpango yao. Ama namna gani jameni? Etago hoye. South Mugirango hoye. Mnasema tuendelee na kazi. Tupange mambo yenu ya maendeleo. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni, tuendelee na kazi. Sawa sawa. Kwa hivyo nyinyi mnasemaje? Ati Ekona mnasemaje? Etago mnasemaje? South Mugirango mnasemaje? Na huyu Osoro? Na huyu Osoro? Na huyu Osoro? Na Simba Arati? Hebu nione tutam ya Simba Arati, nione tutam ya Simba Arati. Wapi tutam ya William Ruto nione? Wapi tritam ya Osoro nione? Tutembee pamoja jameni. Basi mimi nataka niseme asante. Wacha nimpatie huyu muungwana wetu Governor Paul Simba Arati. Chitago hoye. Chitago hoye. Vijana fire. Vijana fire. Kina mama hai. Mheshimiwa Rais, karibu Gusii. Karibu Chitago. Hapa Mheshimiwa Rais, kwa Mheshimiwa Osoro. Unajua Osoro siku za zile nyuma hatukuwa pamoja na wao. Osoro alisumbua mimi hapa sana. Nikifanya mkutano anakuja anataka kuharibu. Lakini siku hizi amekuwa kijana mzuri, si ndio? Mliamwambia na amekuwa mtu mzuri. Sasa tunashirikiana tuhakikishe kwamba maendeleo imekuja hapa Gusii. Ukweli usemwe. Mimi kama gavana niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kama gavana niko na bilioni 9 peke yake ambao napata. Hii pesa hata nifanye namna gani lazima
niombe rais barabara, hospitali aongeze pesa. Juzi nimenunua trakta za bilioni 1 za kutengeneza maram. Siwezi tengeneza lami. Lazima tuongee na Mheshimiwa Rais hakikishe kwamba hizi barabara ambazo zilikuwa zimeharibika zimetengenezwa. Tumuulize tusimuulize. Ama vera haya tu anyole tu kama. Emungo tikantora kama. Esenge njonta bwate ng'ombe yaito tira bwata lieme. Wono tuganya abana bakwe kose nabo tukameye turageria abana tuganyireta mang'anane kose naberego. Mheshimiwa Rais, sisi tutaendelea kukuomba hawa watu kando, kwa sababu wewe huwezi kuwa malaika. Ujue hii barabara kutoka Itago, Ekona, Nyamaiya mpaka Magenje, lazima Osoro akuja kuambia Mheshimiwa, kuna barabara yangu imeharibika. Mnataka Osoro akae kwa hiyo jikoni ya Ruto? Watu wa South Mugirango, kuna wale wako na vitina kidogo, hiyo ni kawaida, lakini kwa mambo ya maendeleo lazima tuyafanye. Ama namna gani? Mliona wangano wengine walikuja hapa town, wakakuja mpaka Nyamarambe hapa, wakatusi sisi. Sasa nashindwa, wewe mzee ni miaka karibu 70, mimi ni kijana wako sijui wa 4. Heshima kidogo, natusi sisi. Osoro sijui ni mtoto wako wa 5. Si ukuwe na nidhamu kidogo? Unashika mtoto mdogo wa university, unatia mimba, unaua. Ashindwe ama asishindwe? Kitu ya 3, Mheshimiwa Rais, huyu muungwana anaitwa Chirichiri. Chirichiri ni waziri wa barabara. Huyu muungwana kutoka umweke katika ofisi, barabara Kenya hii zimeanza kutengenezwa. Huyu jamaa haonekani watu wanadhania kwamba hayuko, lakini ameleta discipline kwa mambo ya barabara. Ndugu yangu Chirichiri, asante, tunashukuru. Kuna mwingine aliingia anaitwa Ogamba, ni kijana wetu hapa, Julius Ogamba, wakili. Kuna mwingine alikuwa amewekwa huko zamani, Shibishi Moshe. Huyu muungwana aliamua akakula, na nataka niseme rais yuko hapa, alikuwa ni waziri wake, alikula pesa ya school feeding program. Imagine, anasema anakula school feeding, anasema anataka kurudi. Sasa kama anakula school feeding program, hii maziwa ambayo mmepata, maziwa ya watoto, tukipea yeye si atakunywa hata hiyo maziwa? Mimi nataka niseme hivi, nipate nafasi hii, fursa hii. Mheshimiwa Rais, mimi nimeamua kuanzia mwezi wa 8 grade 1 na grade 2 ya watoto wangu wa Kisii wote wanakunywa tena maziwa. Kwa hivyo wacha nione hapa South Mugirango kama tunasema kwa lugha moja. Nikisema harambee mnasema tutam. Na kama uko na roho chafu, wewe weka mkono chini tu. Amna namna gani? Lakini kama uko na roho safi na unatakia mazuri, wacha nione harambee. Harambee. William Ruto. William Ruto. Mimi je? Osoro. Asanteni, Mungu awabariki. Gavana amesema maneno ya muhimu sana. Amesema huyu Osoro siku hizi ni mtu mzuri, si ndio? Sasa niwaulize, Osoro ndio mtu mzuri siku hizi ama Simba ndio mzuri siku hizi? Hata Simba amekuwa mtu mzuri na Osoro amekuwa mtu mzuri, wote ni wazuri. Basi wapigie makofi jameni. Haya, wacha nimuite Mheshimiwa Osoro. Mugirango oye! Mugirango oye! Mondoche! Mondoche! Mondoche!
Oyo roko boko kwane koko be ningo. Oyo ningo. Momoroche. Tata nje na mandegera igoro tata. Nije no. Mbuyande go sembo bende. Ai tata mwachire. Na mware ngabange iga. Ngoroki anga sama oko bari mono ngoroki maigari. Amasikani mwa ngoroki are igoro. Bono tegerera nsabe. Naene mnango saba. Moma nyete na kimoko kora. Kene gionsi kego sabua. Moma yete na kimoko kora. Wosema no. Your Excellency, nashukuru sana. Asante sana kwa kukuja. Moma nyete. Asante sana kwa kukuja. Asante sana kwa kukuja hapa Etago. Your Excellency, nikukumbushe kidogo. Na nikikushukuru nikikukumbusha. Wananchi hawa saa zingine usahau. Wewe unajua hii South Mogrango ni kubwa sana. Iko na sub county mbili. It is second to Bobasi. It is the most expansive constituency in Kisii, actually in Gusii. Your Excellency, kwanza hii ward ya Chitago Borabu, si kwa ubaya, inatoshana Bomachoge Chache constituency. It is true. It is very, very big. Na ni ukweli kwa sababu Bomachoge Chache wako na 60,000 voters. Bomachoge Chache. Chitago Borabu iko na 45,000 registered voters. A ward. Na tuko na ward 6. Ama namna gani? Nikukumbusha Your Excellency kwamba hii barabara hii ya Etago ambayo inaelekea kuenda Kenyenya. Wewe ndio ulifungua hii barabara. Unajua hata nyinyi mkwe wangwana. Rais huyu ndiye alifungua hii barabara, tukaweka mawe, ilikuwa imekwama kule Nyansembe. Rais huyu ndiye alikuja, akafungua, mkafikiria ni mchezo, hii lami imeisha ijaisha. Imeisha ijaisha. I think hiyo kitu ndio hii. Akafungua ikaenda mpaka kule Kenyenya. Wewe rais ndio ulifungua. Wananchi sasa zingine usahau. Mheshimiwa Rais, wewe ndio ulifungua lami ya Nyachenge kwenda Tabaka, kwenda Ikoba. Hiyo lami imeisha. Wewe tu ndio ulikuja ukaweka mawe. Nikueleza Your Excellency, umekuwa rafiki wetu wa maana sana. Kwa sababu hii constituency lami ya kwanza ilikanyaga hapa 2012. Constituency mzima. Lami ya kwanza ilikuja ile ya Nyamarambe, ndio ilikuwa ya kwanza ya predecessor wangu. Lakini Your Excellency, bado haijatosha. Bado tuko na shida. Hatuna shida. Your Excellency, ukiangalia hii town ya Etago ilipewa kukua district wakati Masimba ile tulikuwa jana ilipewa. But there is no comparison. Kwa sababu tuko na shida. Hawa wamama hawana hospitali. Hapa kuna hospitali hakuna. Wanatoka hapa Your Excellency, hospitali imewekwa kwa duka, ile duka hardware ya juu yake. Wanaenda hapo, tumezika watu wengi sana kwa sababu hata gavana amejaribu kuongeza watu hapo, lakini space ya hospitali haitoshi. You cannot expand that hospital. Wanatoka hapa wanaenda mpaka Tabaka. Wanatoka hapa wanaenda mpaka Nduru. Around 25 kilometers ndio waende kujisaidia. Wengine Your Excellency, hapa watoto wengi, wasichana, wanaitwa Nyanchira. Nyanchira inamaanisha mtoto amezaliwa kwa njia. Wengi wamezaliwa hapa njiani. Iko sawa. Nyanchira mura. Nyanchira imniwa mkono Nyanchira. Ona Your Excellency, Nyanchira ni wengi sana hapa. Nyanchira ni wengi. Mimi ninakuomba kwa heshima. Gavana ametupatia shamba eka 5. Leo tunaenda kufungua KMTC kwa hiyo shamba. Kwa sababu hatuwezi expand hapa. Your Excellency, tunaomba tupewe hospitali yetu pia level 4 ambayo inaweza kutujengea hapa chini ndio tuweze kuinuka. Erebiyago sere bobe. Lakini Your Excellency, pia ndio hii area ikuwe town. Hapa mahali tumekuja kutoka hapa mpaka kwa uwanja wa ndege. Hiyo hospitali iko tu hapo chini 500 meters. Mimi ninaomba Your Excellency unisaidie pia kilomita 2 ya lami. Nipitishe kutoka hapa, nipitishe stadium, niteremshe mpaka hapo kwa forest, mahali Nyangweta itakuwa. Ndio hii area iweze kufunguka. Etago iko na shida mingi Your Excellency. Ya mwisho Your Excellency, katika maendeleo. Ukiangalia Your Excellency kule juu, ile nyumba ya matofali,
Ile nyumba ya matofali unaona kule, hiyo ndio police station yetu. Hakuna hiyo police station yetu, haina mijengo. Hii area, unajua hata gavana wakati tulikuwa nakosana na yeye, akifukuza watu wa Mugirango kutoka county, alikuwa na watume Etago. Punishment hapa Kisii, hata Nyamira. Mwalimu akikosea, akiambiwa kama ni punishment, wewe nitakurusha Etago. Askari akikosea, wewe nitakurusha Etago. Hata watu wa Nyamuko wamekuja hapa. Kwa sababu hapa ndio inaitwa kwa Kisii hardship area. Iko na shida. Police station yetu ya Excellency ni ile. Your Excellency, mimi naomba kwa heshima kubwa, tafadhali unisaidie pia kwa ile police station. Alafu hao watu wana flow kuja hivi. Leo tumeshukuru kwa Etago, Ekona, Geteni, Nyamaiya. Lakini pia kuna hii vile wanakuja, inaweza kosa kukua saa hii. Lakini vile wanaendelea kukuja hiyo njia, a very busy area. Kuna soko kubwa sana inaitwa Suguta. Hata vile tunataka kuijenga, Your Excellency, access between hapa na Suguta is just 6 kilometers. Lakini ni maram. Tumejenga hii ya Ikona. Lakini kuenda Suguta ni maram. Yani, Your Excellency, na ni 6 kilometers. Kutoka hapa tu, ni 6 peke yake tu. Ni 6 peke yake tu. Nikipata hiyo nifikishe, nitakuwa nimemaliza kazi. Lakini ya mwisho kabisa na siombi ingine. Ya mwisho. Siombi ingine. Hapa nyuma, Your Excellency, kuna shule inaitwa St. Linus Etago Girls. The only girls school serving this area. Hatuna girls school ingine. The only one. Your Excellency, hiyo shule juzi wamepeleka watoto university about 35. Nimejikaza na CDF mpaka saa hii structure. Wale walikuwa, kuna former minister wa education alikuwa na anatoka hapa nyumbani. Kwao ni hapa chini. Alikuwa kwa hiyo serikali ya Uhuru. Alikuja hapa akatuambia atatupatia milioni 50 tumalize hapa shule ya St. Linus. Your Excellency, hiyo pesa haikukuja. Tukipata hata kama ni 10, structure iko hapo ndio ile. Hiyo ni structure ya girls school, Your Excellency. Girls school, and it's a boarding school. Na wanalala hapa, wanaishi hapo, wanaumia sana, Your Excellency. Mimi ninaomba kwa heshima, siombi shule mbili. Hiyo shule ya St. Linus, ninajua hiyo ingine nitajipanga peke yake, basi nitawanunulia. Lakini ile mimi ninaomba, hiyo structure yao iishe, ndio tuweze kufacelift hii area yote na tuweze kutengeneza. Ninaomba tafadhali, tuinue hii town yetu. Your Excellency, hapa hii center, hawa mama wa soko wanafaa kubomolewa kwa sababu barabara inakuwa expanded. Lakini kwa sababu ule contractor amelegea kazi, nashukuru leo ulimfukuza kazi na ndio tumeanza process nyingine. Leo rais amefukuza ule contractor kazi. Amemwambia pote, tulete mwingine, yeye aende kuchoma makaa. So, hii structure temporarily hawa mama wangu wa soko watakwama. Leo mimi nitaomba kitu kidogo niachie wao waweze kujiinua wakienda kutafuta market nyingine ya kuenda. Mbuyande ko sembo bende. Kenengere ne bire muroche nyiro lyango kenenge. Nkineba ga kingi yori bwango. Nkineba ga kingi yori. Nkineba. Amache neba. Alianya getonkono. Arari. Amache. Aya. Stadium. Ya bana ko chiesa. Hiyo stadium najua iko kwa procurement, hiyo sitaki. Rais alishasema akaweka pesa, hiyo iko kwa procurement. Ile tu imebaki, Your Excellency, ni maji peke yake. Amache. Maji ndio imebaki. Stima rais alisema. Lakini maji ndio imebaki hapa. Kulikuwa na project kubwa, Your Excellency, ya maji inaitwa Nyagetonkono. Ilikwama hiyo maji kwa sababu kidogo kulikuwa na shida. Ningeomba iweze kusaidiwa. Obe, ayentegerere. Mugirango osabe bwa Beyonce toko binyora. Nkare ne bisete nkabeka kilomita 10 ntata yetiko kwa naga omontangure gakoroku Sengenya iganya ngweta gasoke ko Sengenya kagende ko chiopenda kamboke ko chiga rikiagware nkare gabegetwe bono tigato sabaka gasuguta kwanza turakanyora na akakande kagatiga tiago sababu Beyonce na imna kimoko baigana kimoko bayam. Sasa mimi naomba kwa mwisho ni akina nani tutasupport William Samoei. Mumekubali tusupport William Ruto? William Ruto? Gavana amesema pia hapa ya kwamba ati nilikuwa kijana mbaya na rengo mobe
Bono gakinche nere ngomobe. Ya eri kipima ebo ya. Ngore ngomobe gakipima. Ose nere ore ngomobe. Siku hizi haro muororo. Gose bono. Siku hizi tari monto mobe. Onsabe ire binto binge bakaka ngobore mo mata achie kaisano. Chioko beke empty nere ongete. Oyo ngete. Akanga nande oroche bakeja gitari ingochere. Inche nakitu igwananira. Etware gwetana riri are ko minyokiria bangena bana bechiroga na kyoko minyokiria bangena bana bono ga ko rwecho nakyo. Gose bana baminto gake. Etware gwetana riri are ko abantu bana ba matatuga bono gakina kinga kiago korai bono. Lakini agante bia yati atokorega siamo. Ayo na yagenderete kurwa ase county ya Kisii nsemo yebunge ya South Mogrango ase egeti gieta gusase nsemo yetago abwasomura ibwense agenderete taro ya yeritukuria gatatu se taro yo mweri ase orogongo rwa gusinto genderete osento gendere ko yaretera ase ubwagare buna agenderete korekana kurwa ase nsemo yugo mutu ase nsemo yende kanisa nabo igabra ikorwa ebinyoro niko babo rigwe koigeka amwegero awasaba sae erio kubatieria ase okwerigeria chinga kyomubaro wabasaye batari nemirimo genderete gukina imense korengana nekiombeke mokia basaye kuresemo yatika abo bagakora emirimo yabo gwetera ase kamera eyo bagutumeka ase okwerigeria ngeri yabo nigo bagokeria mwegerio babiri bakonyora ase chinchira chekerero nabo igo nakubaigora amaiso ase bono bagenderete gwekonya. Hizi vitu zote za violence za nini na whatever, tusipo equip our young people watatumika in very many ways. That's why unapata young people wana move, wanaenda even countries za nje hivyo kufanya vitu very risky. Unatukia msee alisha dead because alikuwa young, alikuwa na energy lakini hakupatiwa opportunity. I'm a believer of technology can solve issue yetu ya unemployment, and that is why personally nimekuwa nikitrain people story na film, especially hapa mtaani, kwa sababu I realize like unemployment ni problem kubwa sana yetu. So through zile resources zenye niko nazo na skills zenye niko nazo, I decided to be giving out the skills to my fellow young people ndio tuweze kuji-equip. I have been really into requesting leaders wa churches wa make sure kwamba wana engage young people into bettering their lives. Like musikuwe tu hapo na young people na group ya youth, the only way yenye mnawatumia ni kucheza keyboard, kufanya nini, kuosha church na ham participate in kuwapea skills. And I believe even pale tu kwa church there are very many people that are business people, and there are very many people wenye ni employers. If we all focus on this, I believe we can be able to make a better Kenya, kwa sababu hawa youths hawataweza kutumika kwa violence, hawataweza kutumika kwa vitu mbaya, kwa sababu already kuna kitu already yenye wanafanya, but hakuna kitu dangerous kama young people wakiwa idle. And that is why me personally kama mzalendo nimekuwa niki-engage young people into doing something ndio wasikae idle, kwa sababu even as we say an idle mind is a devil workshop. Young people kukosa kazi mara mingi ina end up young people wameji-engage in very many unholy things like prostitution, crime na vitu kama hizo. So kama wewe ni leader, make sure una empower young people. We are aware that hata kwa any CDF, any constituency kuna kuanga na pesa zenye zinakuanga ni za technology, kuna pesa zinakuanga ni za young people, lakini hizi pesa hazifikangi young people. Like now for example, hizi stories za technology zenye I'm teaching these guys hivyo, I'm teaching them with the few resources zenye niko nazo. So guys, I'm really requesting all our leaders, kindly please let's all come together tuweze kuempower young people. Vile naweza nika ask my fellow young people ni kwamba tafadhali msitumike, and I'm very happy vile manze mmejitokeza mnasema this time hatutatumika, and I'm really begging mpaka wale pengine wana feel kwamba hata ukifeel una do manze usitumike vibaya. Kama utachukua do wewe chukua do, lakini kutumika vibaya usitumike. By the way, you know, our parents and our grandfathers walikula out of ground, field, shamba, walikuwa wana farm, wanatoa something, wanapeleka kwa market, wanauza ama wanakula. Right now shamba yetu ni technology, ni digital economy. Hiyo ndio shamba yetu. Skills, hiyo ndio tractor yako. Ukiingisha hiyo tractor manze pale hivyo kwa skills zako hivyo, utumie hiyo skills zako kama vile walitumia tractor na majembe na nini na vitu kama hizo hivyo. Alafu we have a ready market. Hii ready market ni online, ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram. All these places ni market zetu zenye hiyo kitu yenye uko nayo
ukifanya uirelease huko kwa market, you will definitely have something. Niko hapa so far kwa sababu ile training yenye nimepata as an actor. So tulipatana na JT Mzalendo, akaniona na akaniembeleza kwa actor. So akanipeleka through skills, akanifunza, akanionyesha kupose kwa kamera, kuongea, na so far nimeweza kudevelop sana until siku hizi naitwa kwa TV shows, naweza ongea, nimeapia kwa Mesha Magic, kwa ma shows. So for me na advocate on leaders kama JT wenye wana equip young people na skills. So tusitegemee tu majobs za maofisi na wapi, pia talent na art zinalipa. And so far naweza sema mimi mwenyewe zimenisaidia a lot. So tuna pia ni kupass information kwa the other leaders wenye wako kwa hizi area zetu, wakama up na skills zenye zitasaidia youth. Si tu kuwa promise kazi zenye haziko, but unaweza equip aje huyu young person kwa mtaa. Either umfunze mambo za drone, umfunze mambo za AI, umfunze mambo za camera, umfunze mambo za talent, at least akuwe na skill yake yenye ako nayo kwa mkono. So kama singekuwa nafanya stories za art na kushoot na kukua actor na kukua kwa TV, probably ningekuwa into depression na ningekuwa na kwa alcohol sana. So hii skill imenisaidia nitoke kwa hizo vitu za mtaa, vitu za crimes, vitu za drugs, vitu za pombe, of which ningekuwa maybe probably nimesink into alcoholism. So hii skill imenisaidia nikuwe rada, nikuwe equipped na nijue places zenye nafaa nikuwe na ni avoid peer pressure. Tulishikana na JT, I guess, back in 2022, right? Yeah, so JT amenisaidia kwa improving my acting skills. Ever since tujuane, by the way, amekuwa akuja home masa tunashoot video kadhaa, adverts kadhaa actually. First of all, ningekuwa shy, singekuwa weza kuongelesha watu in public. Singekuwa msiadi anaweza jiongelelea kujitafutia kazi and stuff. Ningekuwa tu kwa nyumba naongojea whatever will happen, kama ita happen. Says it's better, like amenisaidia by the way. Says I didn't know acting. You know, most of the time when acting it makes sense in Kenya. Look at the catch like wastage of talents. But through JT ina make sense. Mimi ningeomba viongozi wahakikishe hizi doza arts zinaweza kudistributika evenly. Most of the time wazinakuliwa kujuju and then tunakosa kuzipata, ina to slow down in production. So if wanaweza saidia tu zitufikie, it can be better. Saka saizi vinyosea wana job, wakiweza tushikilia poa, hii mambo ya entertainment inaweza kufanya msia kuwa self-employed. Instead ya wase kurush into crime and stuff na drugs, watu watakuwa Asante mwende omwanene bwa waziri bwa waziri wa mangane chinse chesko Musalia Mudavadi nigaruro kubore gochia sabrai bacholire barobisi na boiga bana siasa gwetanga kurwa asi okubwateranirwa ne kiburaburu bose bwachori obonene bwo mwaka ugocha gukwana kurase county ya Mombasa so muyigo gatano rimo legislative summit of the county assembly forum nigo Musalia Mudavadi boigo akwanire na ki eribia kubwaterana bunense erigoskia ense ya Kenya busio. We must be citizen facing. We must be citizen facing. Accountability, as we have talked, enhancing the institutional accountability. You are accountable to the citizens. All of us. We are accountable to the citizens. So let us not just talk about accountability as a distant item, pointing at the need for those others to be accountable. We must also point at ourselves. To what extent are we ourselves respecting the whole principle of accountability? The IEBC will be talking to you. They are conducting their voter registration. If we look at the numbers, what do our wards look like? What do the numbers in our ward look like? And we must go for civic education and talk to our people, because if I ask you here,
Young people are telling you simutupange ndio tuende kuandikisha. They are waiting to be mobilized. They are waiting to be incentivized. Where did we go wrong? Because voting is for the benefit of the people. But now we are reaching a stage where we are beginning to get debates out there where somebody wants to be greased so that they can go and register as a voter. And I know you are experiencing this. It is our collective responsibility to go back and talk to the people that we need to vote for a different purpose, for good governance, and therefore we need to empower ourselves. If we were to have a chart here, I am born in Vihiga, I come from Vihiga. If we were to have a chart here, and we said, let us look at specific indicators. What is the poverty level of the citizens? What is the indicator for food security? What is the indicator for health? What is the indicator for the fight against violence against women? What would I see? Now, Vihiga is where I was born. But now multiply it with the other 47 rather. We then need to ask ourselves, what are the indicators that matter? What are the indicators that are citizen facing? So that we can have impact with our people. I want to challenge you as leaders so that you can reflect deeply on these issues. Because more often than not, and I've been saying this quite lately, we are sometimes putting a lot of emphasis somewhere else, and the impact on the citizen is not being felt. At what point in our career, our 5-year career, do we lose focus on our targets? To the extent that re-election is now a mirage. So where do we lose it? Ladies and gentlemen, we have at least 1 year to make amends. Tujipange, tujirekebishe, mambo yasiwe magumu mwaka ujao. What is the economic value of peace? What is the economic value of peace? And listen to me carefully. I'm not asking you what is the economic value of the port. I'm not asking you what is the economic value of the airport. I'm not asking you what is the economic value of the road. I'm asking you what is the economic value of peace and stability. Distinguish. We all know there's a crisis in the Middle East. You now have a situation where even you have the best airport with you,
but it is empty. There's no maritime activity. Supply chains are being disrupted. Children are not going to school. Whether it's in the Middle East, whether it is in a nation in Africa, what is the economic value of peace? So we are going to an election. And I was sitting with the senators there, particularly the lady senators, and they spoke. We must make sure that we do not encourage violence as we head to elections. We should not be underwriters of violence. We want a democratic nation, a democratic process. That is where we shall build our nation. And that is why I'm asking you this fundamental question. What is the economic value of peace and security? In this room, we are capable of making a resolution, individually and collectively, that we shall not be underwriters of violence. And we want to see free and fair elections. Honorable Prime Cabinet Secretary, the hot potato at the Senate is accountability. For whom much is given, much is expected. We will not blink, we will not see dead ground. You must account for every shilling that the toiling and moiling Kenyans give for devolution. So Kenyans, be prepared. We shall hold them to account whichever way they want to go. Asense mwende muraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua nigamuchire burere serikali kubwatikana na comment kana kwebyombe byobo kibago bwa siasa imeyense ebyo byabere biko basagara abakenya bose babachori abanene bo mwaka bwechile fwebera 2025 na kabere. Gachagua nigobo igo akwaniri iguro yamangana bwatikaine no bokoreri wenye gitari ya Kenyatta na boiga yagenderete ase kiama kia ODM. Goons wamejaa Kenya. Na sisi tunataka tueleze hakuna goons. Hii ni serikali. Hii goons inapangwa na William Ruto, Kipchumba Murkomen na Raymond Omolo. Na vile wanataka ni kuleta confusion. Ndio walete askari waue watu alafu waseme ni goons. Ndio naona Murkomen akisema ati iko shida ya goons. Ati ameunda special police unit to deal with goons. Wewe Murkomen, wewe ndio mwenye goons mkiwa na Kasongo na Omolo. Utateua special unit na namna gani to deal with the goons, na wewe ndio mwenye goons ya Kenya. Nyinyi mlituma goons kanisani Othaya Wetima ACK Church waue sisi askari ya polisi. Siku tumekuwa pale Kikuyu, huyu kijana ya huko anaitwa bibi ya Ruto, huyu mheshimiwa ya huko anaitwa nani, ametuma polisi kupiga watu ya Kikuyu. Sasa yeye analia, anatoka Inoro anaingia NTV, anatoka NTV anaenda Citizen, anajaribu kujitetea mambo imeharibika. Wewe Ichung'wa, ulituma polisi kupiga watu walikupigia kura mara 3. Wewe umejimaliza wewe mwenyewe. How can you send police to beat and humiliate the people who elected you? Nyinyi mumebeba ufara na Kasongo. Kasongo anakuambia chukua polisi ukapiga ile watu walikuchagua. Wewe ni mjinga ya saa ngapi? Unaweza tuma polisi kupiga ile watu ambao walikuchagua? Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Mimi niseme sisi tutatembea kila pahali. Goons alituma wachache wakanyoroshwa na raia. Akaleta polisi wanaitwa RDU ambaye walipanga na mtu anaitwa DIG Masengeli na Murkomen. Wameumiza watu wa Kikuyu.
Sasa wewe Ichung'wa umetengeneza maadui 30,000 wale ulipiga na tear gas. Hapo awali ulituma mtu na nyuki. Wawachilie nyuki siuwe watu ya Kikuyu. Mungu akasaidia hizo nyuki sikasema hazitaki kuumiza watu kwa sababu hawana hatia. Ulipoona nyuki zimekataa ukalete polisi. Sasa wewe unatoka station hii, unaenda hii unalia kwa sababu mambo yako imeharibika. Wewe utaenda nyumbani pamoja na Kasongo. Sasa wewe ufuatane na Kasongo huko Sugoi. Mkakae na yeye huko, si ndio? Na watu ya Kikuyu wameniambia nirudi huko. Mimi nimetangaza nitapanga, nitarudi Kikuyu town, nitaenda Keno, nitaenda Rusigiti. Watu ya Kikuyu ni watu yangu. They are my supporters. Na nitawatembelea tena. Ukitaka kupanga polisi tena wakuje wapige watu, endelea. Then tuone wewe utafika wapi. Mimi nilisema juzi hapo Kenyatta National Hospital. Nikatangaza ya kwamba iko shida. Manasseh hawana dawa. Hawana gloves. Pesa yao hailipwi ile ya deductions. Hakuna chakula Kenyatta National Hospital. Pesa nalipwa kwa EZCN, Kasongo ameiba. Leo wamegoma. Wagonjwa wamepata shida pale. Wagonjwa hawana chakula, hakuna dawa, hakuna chochote. Na nilisema wewe Kasongo unasema wewe ni patron ya Nairobi Hospital ambaye ni private hospital. Wachana na private hospital, enda shughulikia maneno ya Kenyatta National Hospital ambaye ni public hospital. Ndio tujue wewe unasema ati uko na kilo za kutosha, tujue wewe ni rais. Mimi naunga mkono mambo ya demokrasia. We want strong political parties for our democracy. And that is why nimekuwa nikisema watu ya ODM msikubali William Ruto amalize ODM. Mkanipigia kelele, mkaniambia to keep off. I have seen Gladys Wanga now is crying. Junet Mohammed is crying. All the leaders ya Raila wanalia. I warned you ya kwamba Kasongo atamaliza ODM. Amepanga Mombasa, iko chama ametengeneza ya kupatia Joho ODM ikwishe katika pwani. Huyu Oparanya atajiuzuru hivi karibuni, amepewa chama ya Western. Kasongo anataka ODM ikuwe chama ya Wajaluo. Na hapo ndani ya Wajaluo pia amepangia nyinyi. Amechukua huyu PS anaitwa Raymond Omono, amempatia pesa na goons aweke candidate ya kumaliza watu ya Raila. Anataka watu ya Raila wote wafukuzwe, aweke sycophants katika Luo Nyanza. Hii ODM Mungu akisaidia nyinyi, mtafikisha wabunge 20. Nairobi hamwezi pata hata kiti moja. Mlienda mnafuata Ruto, Ruto hana wafuasi Nairobi. Wale alikuwa nao, walikuwa na watu yangu, nimempatia. Ametusaliti, ametupiga teke, tumechukua watu wetu. So ODM, you will not have any seat in Nairobi. Luo Nyanza, Kasongo, Anomolo, atawekea nyinyi candidates ya UDA. ODM will be lucky to have 20 members of parliament. So mimi ODM, mimi singili mambo yenu, mimi ni Mkenya mwema. Ningetaka legacy ya Raila ya ODM ikae chama kubwa, tushindane na DCP na chama zingine. The only way you can survive before muingie any cooperation with William Ruto, mkubaliane izile area zote ODM ilikuwa na maarufu, UDA iondoke, msimamishe watu ya ODM. If you don't do that, atamaliza nyinyi. Na niliambia nyinyi msiseme, sikuambia nyinyi. I warned you. Because akipanga kumaliza ODM, tulikuwa na yeye nikiwa naibu wake. Siku alichukua Raila, nikamuuliza huyu mzee unataka nini na yeye? Akasema wacha nilete hii mzee karibu, nimpange aende AU, akienda AU nimalize ODM. Kwa bahati mbaya akashindwa kumsaidia. Kwa bahati mbaya mzee ametuacha. Sasa vile alikuwa amepanga wakati ile ya kumaliza ODM ndio anafanya. Sasa nyinyi mnashinda pale mnamuibia, broad based, bread based, na yeye anakulia nyinyi chini. Na nyinyi watu ya ODM msikiza sisi watu ya mlima. Sisi tukimwambia huyu mtu tunamjua. Muulize sisi. Sisi alitudanganya hapa. Nimeona juzi huko anapika samaki kudanganya nyinyi atanapenda nyinyi. Hapa kwetu alikuwa anatengeneza mutura. Nyinyi hamjui huyo mtu. Akimalizana na nyinyi watu ya ODM, mtakuja mnalia vile watu ya mlima tunalia.
Mimano mwanchu murigeria ase okubwatia murobire yokurwa chinsa nyicheke mambi gwikira boninga 90 chatigire chidaikange isano choka chiraga chinsa isano ne mochi abono babasana gwikira bono to gwikira omwerio ase elia rero gikoraga chinsa isano ne bire chiabono babasino sente onyango na chuko yaretara maya ase nchira yo bwenge agendra gotengire mirobire yatigire ase ritukurima gwikeria nkyo rieteriane Ishmael Mogere. Eye Nensoko TV.